Nimeamua nije nizungumze hili swala nikiwa serikali za mtaa. Sasa hivi kuna taarifa ambayo inaendelea kwamba viongozi wa serikali za mtaa hawana mamlaka ya kuidhinisha mauziano ya maeneo. Inawezekana ni sahihi, lakini angalizo moja ni kwamba watu hawa ni viungo wa msingi kwelikweli, ni kiungo muhimu sana kwenye biashara ya mauziano ya maeneo. Kwa sababu gani? Cha kwanza, wao ndo wakazi wa maeneo hayo. Hapa tunazungumzia wale wajumbe au mabalozi wa nyumba 10. Sasa hivi ziko wanasema mabalozi wa nyumba 50, wajumbe wa serikali za mtaa, wenye viti pamoja na watendaji. Hawa watu wanaishi na hawa watu, kwa hiyo wanafahamu historia kamili ya maeneo husika. Sasa kama ukiwavuka hawa watu, maana yake unaongeza uwezekano mkubwa wa kutapeliwa au unaongeza uwezekano mkubwa wa kununua ardhi ya migogoro. Kwa hiyo yawezekana kweli una mwanasheria wako, basi usinunue ardhi posta ofisini kwa mwanasheria. Hapana, mchukue mwanasheria wako, njoo eneo husika, waone hawa mabalozi, waone wajumbe, waone wenye viti, waone watendaji, waidhinishe hayo mauziano. Sehemu ya mkataba weka sehemu ya mwanasheria, lakini usiwaache hawa viongozi wa serikali ya mtaa, kwa sababu ninachokiona sasa hivi kuna migogoro mingi sana ambayo inaendelea kutengenezwa. Kwa hiyo ni watu wa muhimu sana. Usinunue ardhi bila kuwashirikisha hawa watu. Hao ndio watakupa historia ya wamiliki, kama eneo kuna mirathi, kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo hayajapimwa. Kwa hiyo historia za maeneo unahitaji zaidi kutoka kwa majirani na hawa viongozi, huwezi kuzipata wizara ya ardhi. Sasa labda naweza nikasema au nikaelewa watu wale ambao wanaweza wakafanya hiyo biashara ya mwanasheria peke yake kwa ardhi ambayo imepimwa na imemilikishwa. Hapa namaanisha kwenye kiwanja ambacho tayari kina hatimiliki. Kwa hiyo mkataba wa mauziano unakuwa unafanyika for transfer purpose. Ni kwamba ule mkataba unafanyika kwa ajili ya kuhamisha umiliki kutoka kwa mmiliki wa kwanza ambaye ana hatimiliki kwenda kwa mnunuzi mpya. Hapo labda unaweza ukafanya hivyo, lakini bado kuna umuhimu wa kurudi serikali za mtaa. Inatakiwa wakufahamu kwamba eneo hili lilikuwa linamilikiwa na mtu fulani, lakini sasa hivi linamilikiwa na mtu fulani. Yes.